Bwana mambo vipi? Naitwa Mr. House Decoration bwana. Bwana nimekuja Kimara na tulichokifuata huku bwana, kuna changamoto ya hii nyumba ambayo unaiona. Lakini nianzie huku ili upate kunielewa vizuri. Hii ni nyumba ambayo imejengwa muda mrefu. Ni nyumba imejengwa kizee naweza kusema. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwanza tunatakiwa tuipaue, lakini before ya kuipaua huyu mteja nikamwambia kwamba kuna modify inabidi tuzifanye mbalimbali. Kwa sababu hii nyumba unavyoiona ina changamoto. Hii ni nyumba ambayo kwanza haikuwa kwenye ramani nzuri, lakini pili haijafungwa mkanda. Karibu sehemu nyingi tu haijafungwa mkanda. Sasa huyu bwana mwenyewe yuko South Africa na mshikaji tu anapambana na anampambania bi mkubwa wake. Maisha yetu ya Kiafrika. Kwa hiyo sasa hivi mwamba anataka kubadilisha muonekano wa nyumba yao. Sasa kinachotokea ni kwamba kuna marekebisho ya hapa na pale. Hii nyumba ilivyojengwa, hii ndio sehemu ya varanda. Hii ndio sehemu ya varanda na hapa ni sitting room kwa ramani ambavyo ilivyokuwa. Hii ni sehemu ya sitting room. Lakini ukija hapa kuna chumba na hapa kuna chumba cha pili, hapa kuna chumba cha tatu na hapa kuna chumba cha 4, hapa kuna chumba cha 5 na hapa kuna chumba cha 6. Kwa maana ni kama nyumba fulani hivi ya vyumba 6. Sasa kwa namna ambavyo tunavyotaka tuibadilishe tuiweke kisasa, kuna vitu vingi sana vya kufanya. Tutakachokifanya cha kwanza, seble tunayo. Seble yetu ndio hii, tabaki kuwa hivi hivi. Lakini upande huu hapa, upande huu wa chumba hiki hapa cha kwanza na cha pili kwa upande huu ndio upande ambao sisi tutakaodili nao sana, kwa sababu ni upande ambao una changamoto. Na changamoto ya upande huu ni kwamba kwanza ni upande ambao umetoa kliki nyingi sana, kwa sababu ya hii nyumba haikufungwa mkanda. Umeona kliki hizo? Kliki zimeanzia chini. Na kwa sababu gani kuna kliki? Ni kwa sababu hakujafungwa mkanda. Kwa hiyo sisi tutakachokifanya, hii nyumba tutaipiga chini kwa upande huu, kwa hivi vyumba viwili. Tutavunja kuanzia hapa mpaka kwenye kile chumba cha pili pale. Lengo na zumuni hapa kwenye kipande hiki tuweze kupata, tumesema tuna sitting room ambayo ni hii. Kwa hiyo tuweze kupata dining hapa, tuweze kupata jiko, tuweze kupata na store. Alafu tukishafanya hivyo, maana yake tunaivunja kwa kipande hiki chote. Tuweze kupata sitting room, tuweze kupata dining pamoja na jiko na store. Alafu vyumba kitabaki hiki hapa chumba kimoja, kitabaki chumba cha pili, kitabaki chumba cha 3. Umeona bwana, kitabaki na hiki hapa chumba cha 4. Lakini katika vyumba hivi vyote ukumbuke mdau wangu, hakuna chumba ambacho chenye choo. Kwa hiyo lakini pia hii nyumba haina public toilet. Kwa hiyo tutakachokifanya, tutakuja tunaotesha ukuta. Kwa hiyo hichi kichuguu tutavunja, tutakitoa hichi kichuguu, tunazalisha ukuta mwingine kwa nje. Yaani kwa maana tunajenga nyumba nyingine kwa nje, ukuta ambao utakaokuwa una mita 1 na kitu hivi, ambayo itakuwa ni kama futi 5 hivi. Kwa vipimo vya futi itakuwa ni futi 5. Kwa hiyo itakuwa ule upana wa hapa kutoka kwenye ukuta mpaka hapa kutakuwa kuna futi 5. Ambayo hiyo futi 5 tutapata, hili dirisha litakufa maana yake. Tutakachokipata ni kwamba tutapata choo cha hiki ambacho kitakuwa hapa. Maana yake huyu atakuwa na master. Alafu kipande hiki hapa unachokiona kitakuwa ni kipande ambacho kina public toilet. Ina maana kikienda kwa nyuma hivi kinakuwa public toilet, ambapo mlango wake sasa utakuwa ndo huu. Kwa hiyo mtu akitoka koridoni moja kwa moja akija hapa anakutana na public toilet. Kwa hiyo huu mlango wa uani unakufa tena. Lakini alikadhalika na huyu na atapata choo cha ndani. Maana yake atakuwa hiki nacho chumba hiki na chenyewe kitakuwa kina master yake kwa huku. Kwa hiyo dirisha na lenyewe nalo litakufa, dirisha litabaki moja ambao ni lile pale, na huyu hapa naye atabaki na dirisha moja ambao ni lile pale. Kwa hiyo litakufa. Kwa hiyo hapa kutakuwa kuna mlango anakuja chooni, na hapa nako kutakuwa kuna mlango anakuja chooni akishaingia hapo na huyu akishaingia pale. Alafu kwa hapa hivi ndio kutakuwa kuna public toilet. Kwa mpaka hapo tutakuwa tumeshapata nyumba yetu, itakuwa ndani na vyumba 4. Lakini itakuwa ina sitting room, ina dining pamoja na jiko na store yake. Kipande ambacho tunaweka dining, jiko na store ni kuanzia hapa kwenye hiki chumba kwenda hivi mpaka chumba hiki cha kwanza cha hapa. Umeelewa? Lakini namna ambavyo nyumba tunakuja kuipaua kwa mfumo wa hidden. Kwa maana huku ni mbele.
Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hii nyumba ni lazima imwage maji nyuma ambapo ni huku. Sasa ndio maana nikasema tunavunja hizi kipande hiki kwa sababu nadhani mnanielewa ujenzi wangu wa hidden. Tofali huwa zinapanda juu nyingi. Kwa mfano kama hapa kunaweza tukaenda mpaka kozi 6. Sasa ukibebesha mzigo juu alafu chini upo hivi, maana yake unaweza kusababisha maafa kwa baadaye. Kwa hiyo ndio maana nikasema hii nyumba hii kipande hiki vyumba viwili tunavipiga chini ili tuweze kuboresha, kwa sababu ukuta ambao utakaokula tofali nyingi ni ule ukuta wa mbele kumwaga maji nyuma. Kwa mpaka hapo nadhani mmenielewa. Kwa wakati ambazo tunaanza nazo sasa hivi, kwanza tuweze kujenga hizi double kozi za ndani, kozi mbili, hizi kozi zote mbili za ndani. Mmenielewa? Alafu kule ukuta wa nyuma nadhani umejengwa kozi 1, 2, 3. Ya 4 ile pale. Na maana sisi tunachokitaka sisi kule ni kozi mbili tu ambazo kwa hiyo tutatoa kozi 1, 2, tutaacha kozi 2 kwa sababu kule ndio sehemu ambayo maji yanamwaga. Kwa hiyo lazima kule pawe down, huku pawe juu kwenye ule ukuta wa nje wa upande huu. Na kitu kingine ambacho tutafanya pia ni kuweza kuboresha zaidi hichi kijumba tutakachokiotesha, kwa sababu hii nyumba haijafungwa mkanda. Wadau, hapa kuna somo la kujifunza. Nadhani unaona kreki za kutosha sana. Kwenye hizi nyumba za maeneo ya Kimara, Mbezi, tujitahidi sana mikanda kuboresha chini, kwa sababu madhara yake ndio hayo ambayo unayoyaona hapo. Nyumba inakuwa ina kreki za hatari sana. Kwa hiyo hapa nikiwa fundi wa magumashi, ukiwa fundi mbabaifu tu, hii nyumba unaikosa, kwa sababu utamwambia utakuja hapa na njia zako, utamwambia tuipaue tufanye nini, mwisho wa siku nyumba juu chini haiko sawa. Kwa hiyo mwisho wa siku una hatarisha hata maisha ya watu. Kreki ndio kama hizo unazoziona, kreki za kutosha sana. Yaani ni nyumba ambayo kwa kifupi hawakufunga mkanda. Nadhani unaona kreki hizo. Sasa hizi kreki ni hatari sana hizi. Kwa sisi tutafumua kote chini, tutaanza na foundation yetu hapa mpaka mwisho kwenye huu mkanda hapa. Kwenye hii nguzo, kwenye hii column hapa, kuja hivi kote tunavunja kipande hiki. Naitwa Mr. House Decoration. Don't forget to subscribe.